Asanteni sana kwa kutukaribisha Western Kenya. Mimi nilikuwa hapa mwezi moja iliyopita. Tuko na miradi tofauti ambayo yanaendelea hapa Vihiga. Tuko na miradi tofauti yanayoendelea hapa katika Western Kenya. Barabara zenu zinaendelea hapa, na mimi nataka niwahakikishie hapa Vihiga nilikuja kupatiana nyumba za affordable housing hapa Majengo. Mimi nitarudi hapa kuanzisha nyumba zingine 1000 hapa Vihiga, hapa Majengo. Nitarudi hapa kwenda Luanda, pale pia tunajenga nyumba 1000 pale Luanda. Hapa Sabatia pia tuko na nyumba 1000 ya watu wa Sabatia ambayo tutakuja kujenga. Na vile vile Hamisi, watu wa Hamisi hoye! Pia Hamisi tumepanga mambo ya Hamisi na mbunge wenu Bwana Kimose, na tutakwenda pale kuhakikisha ya kwamba hakuna sehemu ya kaunti hii itakayoachwa nyuma. Mimi pia nataka niwahakikishie ya kwamba stadium yenu hapa Kidundu ilichelewa kidogo kwa sababu tulikuwa na watu pale, ilipasa tuwalipe ndio waweze kutupatia ardhi zaidi. I want to now state that we have paid everybody who we needed to pay. We have spent 90 million shillings to relocate the people who are there so that we can have space to build a modern stadium right here in Vihiga. Pia mimi nataka niwahakikishie ya kwamba kazi zile zingine zote ambazo tumekubaliana na viongozi wenu na watu hapa Vihiga zitasonga mbele. Na mimi nataka niwahakikishie kazi ambayo mimi niko nayo kama kiongozi wa taifa letu la Kenya ni kazi ama nafasi mbili niko nayo. Ya kwanza ni kusimamia transformation ya taifa letu la Kenya. Kuna mjadala mkubwa hapa Kenya ya mambo ya maendeleo katika taifa letu la Kenya, and it is a good conversation that we are having as a nation. We are having a conversation about transformation. Has it happened or has it not happened? That is the conversation we are having. Beautiful conversation. At least we are not having a conversation about ethnicities. We are not having a conversation about religion. We are not having a conversation about other things. We are having a conversation about the transformation of our nation. And I want to say this on this Labor Day. Kuna mahali katika Biblia pale kwa Marko 10 na mstari wa 46 ikienda mbele. Kuna mtu anaitwa Bartimaeus. Bartimaeus alikuwa mtu kipofu, akaponywa. Alafu kukatokea mjadala mkubwa. Huyu mtu alikuwa kipofu kweli? Yule mwenye kumponya sijui ni wa kutoka wapi? Sijui nini? Kukatokea mjadala mkubwa. Lakini yule Bartimaeus alisema, nyinyi mnaweza kuendelea na mjadala, lakini mimi Bartimaeus najua nilikuwa kipofu, lakini sasa naona. Na ndio mimi nataka niseme nikiwa hapa Vihiga, tunaweza kuwa na ripoti nyingi, tunaweza kuwa na headline nyingi, tunaweza kuwa na mjadala mkubwa mitandaoni na sehemu zingine, lakini bei ya mbolea ilikuwa 6,000, sasa ni 2,500. Tulikuwa na pengo kubwa ya walimu kuajiriwa, leo walimu 1,120 washaajiriwa. Hapa Vihiga kulikuwa na mjadala ya affordable housing, hatukuiona hata moja, lakini hapa Vihiga leo nimekuja nikapatiana funguo za affordable housing na zingine tunajenga. Hapa Vihiga hatukukuwa na soko iliyojengwa na serikali ya maana. Leo soko 10 zinajengwa Vihiga, zingine 6 siko katika mpango. Hapa Western Kenya kampuni zetu za sukari zilikuwa zimefungwa. Wakulima hawalikuwa wanalipwa baada ya mwaka moja.
Wafanyikazi walikuwa hawalipwi, lakini leo kampuni zetu za sukari kutoka Nzoia kwenda Mumias, kwenda Chemelil, kwenda Muhoroni mpaka kule Soni, zote leo zinazaka miwa, zinalipa wakulima ndani ya wiki moja, zinalipa wafanyikazi wao. That is the reality. So we can have a conversation, we can have as many headlines as we want, but it will not change the reality. The reality is Kenya is changing. Tuko pamoja ama tuko pamoja bwana? Si ndio? Vile Bartimayo alisema nilikuwa kipofu lakini sasa ninaona, we can point to real stuff that has changed in Kenya. SGR ilikuwa imekwama kule Naivasha. Barabara ya Mau Summit ilikuwa imekwama for 15 years. Today it is being built usiku na mchana. Hata wengine kwa sababu ya kuwa vipofu zaidi wakasema ile barabara ya Rironi hata wheelbarrow hakuna pale, hakuna kitu inaendelea. Tutawaibisha na tutawashangaza, kwa sababu kufikia April next year tutakuwa tunatumia hiyo barabarani tukija huku Western Kenya. That is the transformation that is happening in our nation. And there is no amount of report, there is no amount of writing sponsored headlines that is going to change the reality. And I am determined, working with all the leaders in the Republic of Kenya, to change our nation. This nation had delayed for far too long. The transformation of our nation has taken too long. We shouldn't have been here. We should have been in a better place if we have had the courage to make the decisions that will transform our nation. I want to tell the people of Kenya, whatever it takes, whatever the price, I will make the decisions that will change Kenya, because Kenya deserves it. We will be a first world country in our lifetime. Tunaelewana ndugu zangu? Jambo la pili mimi niko naye ya kutimiza ni kuunganisha taifa letu la Kenya. Tumefanya siasa ya migawanyiko kwa muda mrefu. Siasa na ukabila imetusumbua muda mrefu. Ubaguzi imekita mizizi katika taifa letu. Mimi nasema nikiwa Vihiga, it is our mission, it is our divine mission